heka za majukwaa ya kidiplomasia, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amefichua siri nzito kuhusu masharti mapya kutoka Washington, Marekani, ambapo amesema ilikuwa tayari kutoa ahueni ya miezi mitatu kabla ya kurejesha vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini badala yake ikadai Irani ikabidhi akiba yake yote ya urani iliyoenezwa. Kwa sauti yenye msisitizo, Pezeshkian ameonekana kukatiza tamaa. Matakwa ya Marekani hayawezi kukubalika. Wanataka tutoe urani yetu yote iliyoenezwa, halafu wao watupe miezi mitatu tu. Hilo ni jambo lisilokubalika kabisa, amesema kiongozi huyo. Akaongeza kuwa Washington inaweza tena baada ya miezi michache kuanzisha upya mfumo wa snapback, utaratibu unaorejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran, na kisha kuibua madai mapya, huku akinukuliwa akisema iwapo chaguo litabaki kati ya snapback na masharti yasiyokubalika, basi bora ni snapback, rais amebainisha katika taarifa yake. Wakati huo huo, Baraza la Usalama la UN limekataa rasimu ya azimio lililopendekezwa na Urusi na China lililokusudia kuongeza muda wa azimio 2231 kwa miezi 6, azimio lililoasisiwa kuunga mkono makubaliano ya nyuklia ya Iran, huku mujibu wa mwakilishi wa kudumu wa Uingereza katika Umoja wa Mataifa, Barbara Woodward, vikwazo vya UN dhidi ya Iran vitarejeshwa kufikia mwishoni mwa wiki hii. Ndani ya uwanja wa mashindano ya kidiplomasia, mgongano kati ya Teherani na Washington unaonekana kuingia hatua mpya, huku dunia ikiendelea kushuhudia mvutano wa siasa za nguvu na urani. Miongoni mwa vumbi la mabomu na moshi mzito unaotanda angani, Gaza City imeendelea kushuhudia maumivu yasiyoelezeka. Wizara ya Afya ya Palestina imeripoti kwamba vifo vilivyotokana na mashambulizi ya Israeli yamefikia watu 77, huku wengine 265 wakijeruhiwa vibaya katika mashambulizi mapya. Takwimu kuu zinaonyesha taswira ya kutisha zaidi, kwani tangu tarehe 7 Oktoba 2023 zaidi ya watu 65,926 wamepoteza maisha na zaidi ya 167,000 kujeruhiwa katika operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Gaza. Itakumbukwa kwamba mnamo Septemba 16, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitangaza kuanza kwa shambulizi kubwa dhidi ya Gaza City, ikisisitiza kwamba lengo ni kuliangamiza kabisa vuguvugu la Hamasi, huku jeshi la Israeli kabla ya mashambulizi hayo lilikuwa likitoa maonyo mara kwa mara kwa wakazi wa jiji hilo kuondoka kwenye maeneo ya mapigano, hata kufikia hatua ya kurusha vipeperushi kutoka angani. Kwa mujibu wa shirika la habari la MAN, maelfu ya Wapalestina wamekimbilia maeneo kusini Al-Mawas, ambapo kanda ya kibinadamu imeandaliwa pamoja na Rafah na Khan Yunis, kwani hatua hiyo inakadiriwa kwa takribani watu 900,000 bado wamekwama katika jiji lililozingirwa, wakihangaika kati ya matumaini na hofu, huku dunia ikiendelea kushuhudia janga hili kwa mbali.